Walikuimba kama malaika. Sauti zao zilipanda juu, zikapita dari la kanisa, zikafikia mbinguni. Au ndivyo watu walivyoamini. Kila Jumapili, watu wa mji mzima walijaza kanisa kuu la Rehema, wakisimama macho, wakitetemeka kwa furaha ya roho, wakilia bila kujua kwa nini. Kwaya ya Rehema ilikuwa zaidi ya muziki, ilikuwa nguvu. Ilikuwa nguvu ambayo wachache walijua chanzo chake cha kweli. Lakini ndani ya nyumba ya Mungu kulikuwa na chumba ambacho hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia. Kulikuwa na maneno ambayo hayakusemwa kwa sauti. Kulikuwa na siri iliyozikwa chini ya nyimbo tamu, chini ya sala ndefu, chini ya tabasamu za kiongozi mkuu. Na siri hiyo ilikuwa inawalisha polepole kama sumu inayoingia kwa utulivu ndani ya damu. Muimbaji mmoja mdogo tu, msichana aliyeitwa Tuvuke, ndiyo aliyeanza kusikia kitu hakukuwa sahihi. Lakini kusikia ukweli si jambo moja. Kuubeba, kuupigana nazo, kuutetea hata ukitaka kukimbia, hiyo ndiyo mapambano ya kweli. Na mapambano ya Tuvuke yalikuwa yanaanza tu. Ungana nami tuiangalie simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali nisaidie kubonyeza ile like button hapo chini, kisha bonyeza hapo palipoandikwa subscribe. Uniambie unaitazama simulizi hii ukiwa wapi, nchi au mkoa gani. Haya, tuianze simulizi yetu sasa. Kanisa kuu la Rehema lilijengwa miaka mingi iliyopita, lakini ukuta wake ulikuwa bado mzima, rangi yake nyeupe iking'aa kama theluji chini ya jua la asubuhi. Watu wa mji walikuwa wanakijua kanisa hilo kama mahali ambapo matatizo yalimalizika, ambapo machozi yalikauka, ambapo maombi yalijibiwa. Kila Jumapili, magari yalijaza barabara na miguu ilisogea kuelekea mlangoni. Wazee, vijana, watoto, wote walitaka nafasi ya mbele ili waisikie kwaya hiyo ya ajabu. Tuvuke alijiunga na kwaya akiwa na miaka 17, sauti yake bado laini kama mto mdogo, lakini yenye nguvu ya kutarajiwa. Kiongozi wa kwaya, ndugu Ezra Mwamba, alimsalimu kwa tabasamu kubwa na kumwambia sauti yake ni zawadi kutoka kwa Mungu. Neno hilo lilimfurahisha Tuvuke, na kila siku ya mazoezi ilikuwa ni furaha kwake. Hapo mwanzo kila kitu kilionekana safi, kila kitu kilionekana cha kweli. Lakini baada ya miezi miwili, Tuvuke alianza kusikia mambo mapya. Mazoezi ya usiku yaliendelea hadi masaa mazito ya usiku wa manane. Baada ya sala ya pamoja, ndugu Ezra aliwachagua wachache, akiwaita kwenye chumba cha nyuma kwa mafunzo ya ziada. Wale walioingia walirudi wakiwa kimya, macho yao yaliyokuwa na tabasamu ya ajabu, kama watu waliokunywa mvinyo wa aina fulani ambao haukuweza kufafanuliwa. Ikiwa ni Jumamosi ya 3 ya mwezi, muimbaji mwenzake wa Tuvuke, msichana aliyeitwa Aluna Zuri, alianguka katikati ya mazoezi. Mwili wake ulitetemeka, macho yake yakafunga, midomo yake ikasema maneno ambayo hakuna aliyoyaelewa. Ndugu Ezra aliingia haraka, akamwekea mkono kichwani, akasema maneno ya sala, na baada ya dakika chache, Aluna aliamka, akicheka taratibu, akisema alihisi nguvu mpya. Wote waliamini. Tuvuke peke yake alihisi kitu kidogo kinamchoma moyoni. Wiki 2 baadaye, kijana mwingine, mvulana aliyeitwa Baraka Otieno, ambaye alikuwa sauti kuu ya tenori, alianza kukohoa damu. Alichukuliwa hospitalini usiku ule huo. Daktari alisema hali yake ilikuwa ngumu, mwili wake ukiwa dhaifu bila sababu wazi ya kimwili. Wazazi wake waliuliza maswali. Kanisa liliwajibu kwa sala. Ndugu Ezra alisimama mbele ya waumini, akasema shetani alikuwa anapigana na watumishi wa Mungu na kila mtu alipaswa kuomba zaidi, kutoa zaidi, kujitolea zaidi. Tuvuke alianza kuhesabu. Mwaka uliopita, watu 5 kutoka kwaya walikuwa wameumwa kwa magonjwa yasiyoelezeka. Mmoja alifariki. Wengine 2 walikimbia mji bila kutoa habari. Kila mara ndugu Ezra alikuwa na jibu la kuridhisha, aya ya Biblia, sala ndefu na hadithi ya nguvu ya Mungu. Watu walimsikiliza, watu walimwamini. Na Tuvuke kwa mara ya kwanza aliamua asiamini tu, bali aulize. Ilikuwa usiku wa Ijumaa, baada ya mazoezi ya kwaya kumalizika.
wakati Tuvuke alipobakia nyuma kwa kisingizio cha kusahau mkoba wake. Kanisa lilikuwa tulivu, taa chache tu zikiangaza njia. Alitembea taratibu kuelekea ukanda wa nyuma wa kanisa, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Mlango wa chumba cha ndugu Ezra ulikuwa umefungwa, lakini mwanga mwembamba uliitoka chini yake. Kisha akasikia maneno, si sala, si nyimbo, bali mzungumzo wa chini wa sauti mbili, moja ya ndugu Ezra na nyingine ya mtu asiyemjua. Tuvuke alisimama, akisikiliza, pumzi yake ikisimama. Maneno yaliyosikika yalimfanya ngozi yake isimame. Alizungumziwa jina lake mwenyewe na jina la Aluna na la Baraka, kana kwamba watu hao walikuwa vipande vya mchezo wa kufanywa nao. Maneno mengine yalikuwa ya lugha ambayo haikuwa Kiswahili wala Kiingereza, lugha ya zamani iliyopigwa kwa mdomo kwa makini, kama vitu vya thamani vikiwekwa mahali salama. Tuvuke alirudi nyuma, taratibu, na kukimbia gizani. Nyumbani, Tuvuke hakuweza kulala. Akakaa kitandani na maswali mengi yakimzunguka kama nzi. Je, ndugu Ezra alikuwa akifanya nini? Kwa nini watu wanapoumwa, yeye anapata nguvu zaidi? Kwa nini wale walioingia kwenye chumba cha nyuma walirudi tofauti, macho yao yakiwa na utulivu wa bandia, tabasamu zao zikiwa kama za watu walioleweshwa? Ndipo alipokumbuka kitu mama yake alimwambia akiwa mtoto mdogo, kwamba si kila mtu anayekaa kanisani anakaa na Mungu. Tuvuke aliamua kwenda kwa shangazi Miriam, mzee wa kanisa ambaye alikuwa ameacha kwaya miaka 5 iliyopita ghafla bila maelezo. Shangazi Miriam aliishi peke yake nyumba ndogo iliyozungukwa na miti ya zamani. Aliposimama mlangoni na kumwona Tuvuke, uso wake ulibadilika haraka, tabasamu yake ikigeuka wasiwasi. Alimuingiza ndani haraka, akafunga mlango, akashuka kwa kiti kana kwamba mzigo ulimshuka. Shangazi Miriam alimwambia ukweli uliomfanya Tuvuke asimame kimya kwa muda mrefu. Ndugu Ezra alikuwa akifanya ibada za siri zilizokuwa zikichanganya roho za waabudu na nguvu za giza. Nyimbo za kwaya zenye maneno fulani yaliyowekwa kwa makini zilikuwa zikifungua milango ya kiroho, na ndugu Ezra alikuwa akinufaika na kila mtu aliyeimba bila kujua. Nishati ya watu, nguvu zao, afya zao, yote yalitiririka kuelekea kwake kama mto unaomwagika baharini. Na watu walioanza kugundua walikuwa wanaondolewa kwa njia moja au nyingine. Tuvuke aliuliza kwa sauti iliyotetemeka, "Na wewe mbona bado uko hai?" Shangazi Miriam akacheka kwa uchungu, akasema, "Nilikimbia kabla hawajaniwa, lakini walinifuatilia miaka 2. Walidhuru familia yangu. Nilipoteza mtoto wangu wa kwanza." Macho yake yaliloa, lakini sauti yake iliendelea, "Naomba Mungu kila siku kwamba mtu ataingia ndani na kuivunja nguvu hii. Sasa naona hiyo mtu ni wewe, Tuvuke, lakini ujue, ukienda mbele, hatari ni ya kweli." Tuvuke alirudi kanisani Jumapili ijayo akiwa na moyo mpya, lakini uso wa kawaida. Alimtazama ndugu Ezra kwa macho mapya, akiona mambo ambayo hapo awali hayakumgusa. Jinsi alivyomgusa kila mtu alipompigia mkono, akishika kidogo zaidi ya kawaida. Jinsi alivyowachagua watu fulani baada ya ibada, akiwaomba wasubiri, akipiga tabasamu ambayo sasa ilimfanya Tuvuke asimame. Alikuwa ni nyoka aliyevaa nguo za mchungaji. Siku hiyo baada ya ibada, Tuvuke alimwendea rafiki yake wa karibu, kijana aliyeitwa Tausi, naye mwimbaji wa kwaya. Alimwambia ukweli wote, polepole, maneno kwa maneno. Tausi alimsikiliza bila kukatiza, uso wake ukibadilika taratibu, kutoka mashaka hadi hofu hadi hasira. Mwishowe akasema, "Najua nilikuwa na wasiwasi, lakini nilifichika. Nilifikiri ni mimi tu." Na wakakaa pamoja usiku huo, wakipanga, wakiomba, wakijua kwamba hatua inayofuata ingehitaji ujasiri zaidi kuliko nyimbo zote walizowahi kuimba. Usiku ule, kabla hawajalala, Tuvuke alipokea ujumbe kwenye simu yake. Haukuwa na jina, haukuwa na nambari inayojulikana. Ulisema maneno matatu tu: "Tunajua unajua." Tuvuke alishika simu kwa nguvu, moyo wake ukipiga kwa kasi. Alimwonyesha Tausi, naye akapumua kwa nguvu.
Waliangaliana kwa muda mrefu, na ndipo Tuvuke akasema kwa sauti ya chini lakini imara, "Basi, ni lazima tukimbie au tupigane. Hatuwezi kuendelea kukaa katikati." Walifanya maamuzi ya kwenda mbele. Tuvuke na Tausi walipanga kufuatilia ndugu Ezra usiku wa Alhamisi, usiku ambao mazoezi ya siri yalifanyika. Walijificha nyuma ya jengo la kanisa wakisubiri, pumzi zao zikisimama mara mbaya. Giza lilikuwa zito na upepo ulipoingiza harufu ya uvumba kutoka mlangoni, Tuvuke alihisi tumbo lake lisogee kwa hofu. Lakini hawakurudi nyuma. Waliposogea karibu na dirisha la chumba cha nyuma, waliona ndugu Ezra akiwa amevaa nguo nyekundu na nyeusi, mikononi mwake kitu kilichowaka kidogo kwa mwanga wa njano. Mbele yake alikuwa mtu aliyepiga magoti, mwimbaji wa kwaya, mtu aliyemjua kama ndugu mwenye furaha. Sasa alikaa kimya, macho yake wazi lakini tupu, kama kioo bila mwanga nyuma yake. Ndugu Ezra alimzungumzia, akipiga maneno yake kwa midomo polepole, mkono wake ukimpiga kichwani. Na hapo ndipo Tuvuke alielewa kweli kweli kina cha giza alilokuwa anakabiliana nazo. Tausi alitaka kukimbia. Tuvuke alimshika mkono akasisitiza. Alitoa simu yake akianza kupiga picha, vidole vyake vikitetemeka. Kisha akafanya kitu ambacho Tausi hakukitegemea. Alipiga simu ya polisi. Sauti yake ilikuwa ya chini, lakini maneno yake yalikuwa wazi. Alitoa jina, alitoa mahali, alitoa kile alichokiona. Alipoweka simu chini, machozi yalikuwa yanashuka usoni mwake. Lakini akatabasamu kwa Tausi na kusema, "Leo usiku, siri hii inaisha." Polisi walifika dakika 30 baadaye. Walivunja mlango wa chumba cha nyuma. Ndugu Ezra alijaribu kupinga, sauti yake ikijaa dharau na vitisho, akisema hakuna nguvu itakayomwathiri, akitaja majina ya nguvu walizozitegemea. Lakini polisi hawakusimama. Walimchukua, wakabeba ushahidi wote uliokuwepo chumbani, vitu ambavyo baadaye wataelezea kwa lugha ya kisheria, lakini ambavyo wale walioviona walibeba usiku mrefu moyoni mwao. Habari zilienea kama moto usiku ule. Asubuhi iliyofuata, kanisa lilikuwa kimya. Waumini walikuja, wengine wakilia, wengine wakiuliza maswali, wengine wakikaa kimya bila kutoa la kusema. Wale waliokuwa wanaumwa walipelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kina. Baadhi yao walianza kupona baada ya masiku machache, kana kwamba mzigo uliokuwa ukiwabana uliondolewa. Baraka Otieno alianza kupumua vizuri kwa mara ya kwanza kwa miezi, na Luna Zuri kwa mara ya kwanza tangu miaka alilia machozi ya kweli, si ya nguvu ya bandia. Tuvuke alisimama mbele ya kanisa tupu Jumapili iliyofuata, macho yake yakitazama viti vilivyokuwa tupu. Tausi alisimama pembeni yake. Wazee wa kanisa waliomba pamoja, na sauti zilipanda, lakini sasa zilikuwa nyepesi, huru, bila mzigo wa siri. Tuvuke aliimba wimbo mmoja, wimbo wa kweli, bila kujificha, bila nguvu ya bandia, na sauti yake ilisikika mbali sana, ikifika mbinguni, si kwa uchawi, bali kwa moyo ulio safi. Na wale waliomsikiliza walisema kwa mara ya kwanza walisikia mziki wa kweli, mziki usio na kitu kingine chochote ndani yake.